hii, lakini inapelekea muda mwingine changamoto kwamba nashindwa kuwa mwaminifu. Lakini kwa sababu kwamba ni wengi wanaleta maombi kwangu. Sasa ukiangalia ni visu, alafu ni watu. Alafu ukiangalia pia kwamba licha ya hivyo kwamba mizigo ipo kwao. Lakini sasa mimi sio mtu wa hivyo kwa kupenda hiyo mizigo. Yaani namaanisha neno mzigo namaanisha mitonyo, fedha. Sio kwamba mizigo wale wenyewe. Hapana. Mizigo mikubwa. Niko random kweli. Kwamba mimi ni gari ya shamba, usichague mzigo kubeba. Kwa hiyo mzigo wote unaojili kwangu mimi nitaupokea hivyo jinsi ulivyo. Lakini kwamba hii inapelekea muda mwingine kwamba kuniletea changamoto kubwa sana kutoka katika hayo. Kwamba natamani nitoke nibaki na mtu mmoja, lakini nashukuru Mungu kweli saizi nimetuama kwa mtu mmoja. Siruki kama mwanzo. Sawa. Kiukweli bwana, mimi nazungumzie tu upande wenu wenyewe baba wenye watu wa jimu wenyewe. Wewe ni mtu wa ufundi lakini unaposema electrician kiukweli inakuja kama inakataa hivi. Sababu muda huu unaonekana muda wote umejaa tu. Huo ufundi unaofanya muda gani? Au ndio ufundi wa eneo la pili? Nachombweza tu hapo. Nashukuru mimi kulifahamu hilo pia na umekuwa mkweli katika hilo. Unajua mwingine unaweza kumwelekeza hilo jambo na asikwambie drama ulizokutana katika maisha yako. Na labda kwenye kazi yako ya ufundi kuna drama gani uliyokutana nayo, labda changamoto ya bosi, labda nini? Kwenye mkasa wote ambao wa tofauti kidogo kwenye shughuli zako za kiufundi. Kweli. Sasa katika engo hii ya ufundi iko hivi. Unajua watu wengi hawajui. Wanapowaona baadhi ya mafundi wananing'inia kwenye majengo marefu au kwenye maslabu, wako kwenye majumba wanafanya kazi, mapicha mengi, show off. Sio wote ndio wenye kipato. Sawa, sio wote. Ule ni utumwa. Ili kuipata thamani ya kazi kwamba kweli wewe una fedha au una kipato pale unapoishika kazi yako wewe mwenyewe binafsi. Walio wengi ni day worker tu. Yaani naposema day worker ni wafanyakazi wa part time, ni wafanyakazi wa muda mfupi wanaolipwa kwa masaa, sio kwa saa, kwa masaa. Umeelewa? Kwa hiyo sasa wale wanatamani kwamba kujaribu kushare na watu waone kwamba kitu gani wanachokifanya nje ya kile walikozoeleka wenda mtaani. Sawa. Nikukatisha kidogo, samahani. Umetoka kidogo kwenye swali langu la msingi ambalo nilokuuliza. Nataka nijue, unajua katika kazi yako ya ufundi kuna mambo yanaweza katokea. Kwa mfano labda shoti kubwa imetokea, umepigwa shoti au mtu amekufa kazini kwako. Labda bosi alikulipa, umefanya kazi kubwa sana hajakulipa. Au labda umefanya kazi vibaya, umelipua nyumba ya watu. Yasha kutokea nadharia ya namna hiyo katika changamoto zako? Mimi katika maisha yangu changamoto kama hii kwamba wenda kufanya kazi iwe tofauti au iwe short circuit kwamba jengo liungue, ili nashukuru Mungu kwa maishani mwangu haijawahi tokea. Sawa, kwa sababu kwamba najua sheria zote, zile sheria 36 za nini za umeme. Sawa. Si umenielewa? Na ila mimi kama mimi kupigwa na shoti, nishapigwa shoti sana. Nishapigwa shoti sana. Hii ni changamoto huwa inaipelekea katika kazi. Utakuta kwamba kazi nyingine kwamba kuna baadhi ya waya viungo zaidi ya 9 vimeungana sehemu moja. Sawa, alafu hakuna cha right, hakuna cha neutral, hakuna cha F, zote zinaleta. Kwa hiyo hii huwa inaleta changamoto kwa mafundi walio wengi. Pale vichwa vinauma, mtu aanze wapi, amalizie wapi. Sasa utakuta kazi kama ile, mtu unafanya kazi ile, alafu boss ulio bargain naye anakuja kukudhulumu. Sasa ile ndio inaleta changamoto, hasira, unatamani hata jengo lenyewe uliwashe moto liungue. Mimi sikufichi brother kwamba iko hivi, mafundi wengi katika engo hii ya utatuzi wa shoti wengi wanakimbia. Na kazi ngumu kuitafuta short circuit. Na kama sasa hivi hali nilivyokuwa ya leo ya mvua, sasa hivi tunavyoona unakuta kuna baadhi ya nyumba zinaingiliwa na maji ndani. Kwa hiyo nafikiri nyinyi ni watu muhimu sana kutengeneza wiring ya ndani ili iweze kuwa kamili, hata hizi changamoto zinapotokea zisiweze kuunguza nyumba au kuleta madhara makubwa. Yes. Ukifuata nini polarity zake na vile ethic na ruru zote procedure, hata kwamba maji yakafika vipi. Ukifuata ile mithingi
basi una uwezo kwamba